Kwanza naangalia kampeni kwetu kwanza. Yanga anakuja, naona anavuka pale daraja la Kigamboni, namuona Dube, namuona Ziziki, namuona yule Clement Mzize, haona wasiwasi. Namuona Baka, naona Dickson Jobu, Engineer Elsi Alikamwe, wote wanapambana. Ila nikiangalia Kubunju, haya namuona Mkwala na kunywa juisi za Mwabedi za Mudi. Hii namuona Debola na kunywa juisi. Haya. Namuona yule haya Mohamed Hussein baba amesanda. Na Temba namuona baba yangu. Wana Mohamed kiufupi wa viumbe wamesanda. Yule wamesanda. Sasa yale mbio. Sasa tunapanda kwenye sharti na vigezo kuzingatiwa. Sheria iko wazi. Inasema mwenyeji lazima ufike kwenye mchezo husika. Sisi tutagomea mchezo. Sisi tunakuja kama kawaida. Tunaingiza timu kama kawaida. Tunafanya warm up kama kawaida. Tunaingia tunacheza dakika 15. Simeelewana? Hapo tunasubiria. Mgeni wetu hajaja. Tunadai pointi zetu 3. Mechi inatisha sana wakati bodi ya ligi imekwisha sema kwamba hata mchezo hata waamuzi wenyewe watakuwa kwa sababu bodi yasema kuna mchezo. Na bodi ya ligi ndio hapo watatueleza. Sheria walishazitunga wao wenyewe na kama wamezibomoa watatueleza wamezivunja lini. Sheria ya ufungo mwaka 1922 ibara 38 wakaweka na kifungo nywe. Inasema kama kuna mechi itakayochezwa siku husika na muda husika, mwenyeji ukifika uwanjani, mgeni wako asipofika, sheria ziko wazi. Unampa pointi 3 na magoli 5. Kwa hata sisi ndio ukifika tunaomba magoli 5 na pointi 3. Maana sasa tupigi 2-2, tunapiga 5-5. Kwa tunaomba goli zetu 5. Unajua moja. Waandishi wa habari, mtoto mleavyo ndio akuavyo. Mtoto la Mudi hili tukivuta picha misimu 2-3 ya nyuma hapa, aligomaga hapa uwanjani. Akuja uwanjani sisi tukaondoka. Hiyo mechi TFF hawa wakapangia tarehe nyingine. Sisi kwa sababu Yanga ni waungwana, tuliweza kuja kwenye hiyo tarehe utaja. Kwa Mudi ya Defa tukamuuliza, jana umeruka nini na leo umeruka nini? Sasa na leo tena tarehe 8 inakwenda kujirudia yale. Sasa mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Sisi tunaingia uwanjani kama kawaida. Sisi jezi yetu inasema daima mbele nyuma mwiko. Na mzungu hapa anakuambia no switch no surrender, kuna kurudi nyuma. Tunakwenda uwanjani wasipoleta timu na watupe magoli 5 na pointi 3. Kwa sababu haiwezekani. Mechi saa 1 na robo. Unakuja kufanya mazoezi jana ilikuanzia. Wanakuja kufanya mazoezi saa 6 usiku. Kweli. Alafu sasa tena na saa 6 usiku. Wamekuja na gari mbili. Wamekuja na gari ya klabu na kimbinyiko wamekikodi Mbezi. Sasa ndani ya kimbinyiko kile kulikuwa kuna kina bibi na kina babu. Tunawauliza mbuzi kapata nini? Na huyo babu kafanya mbuzi kwake matilioni anacheza. Hapa kuna mbuzi anacheza, babu anakuja. Tulichokigundua mpira miguuni wa uwezi wanabaki kiwanda. Na sisi tukawaambia option mbili. Mmekuja na basi mbili. Mmekuja na basi ya klabu na gari ya mtaani. Sasa nendani ndani na gari ya klabu, hii ya kawaida bakieni, wakakataa. Tukawapa option ya pili. Nendani na gari ya mtaani ya klabu ya cheni nje, hawataki. Kwanza nafanya nini? Wamekuja saa 6 usiku, walikuja kuwanga. Mtoto wa Mudi alichoangalia, aliona leo sasa anakuja kukamba goli 8. Na ndio maana ukiangalia kwenye mechi waliocheza na Azam, walikuwa mtaki anajiga. Kwa Marajija hambeni mtu. Sasa kila kitungulia wanaona nani? Marajija kateuliwa na chama cha mpira duniani FIFA. Kwa huyu ni mtu mbaya. Anataka kuja kuchezesha soka. Ijulikane. Nani na Debola, nani na Baka. Sasa mtoto wa Mudi na timu ndogo. Ni kambi ya wanajeshi. Bado leta wanajeshi wao shindane kwenye kambi. Unaletea Debola. Unashona kijeti kinaandikwa sasa umetambua bado parapanda. Bado tunashindana na sisi. Na parapanda ndio kwa India leo. Parapanda Italia, parapanda. Parapanda. Sasa kuna mgeni mbele yako. Hebu jitambulishe kwanza wananchi wote wakusikia somo sawa. Mimi shemeji yenu. Shemeji mzee anasema kwamba kama amekimbia. Alipata amekimbia naye. Kwa kuchakimbiza amegundua kwamba leo sio wanawake duniani. Wao wameogopa ile aibu kwamba wangekuja tungewakanda. Maana yake wao sasa ndio wangetimiza ile siku wanawake duniani. Kwamba wao wangekuwa wanawake kina Eva, sisi kina Adam na maana wameoa. Wao sio wanawake duniani, kwa wamekimbia wanawake wanaume tu. Tunasubiria.
una majibu mawili hapa kaka. Mtungo anakuambia no switch, not surrender. Kuna kurudi nyuma. Mtoto wa Budi ameiona imechi kwa Zungu anaita the hardware ndia ngumu. Mtoto wa Budi maana kakimbia. Mtoto wa Budi leo nilikuwa nakuja kukuuliza swali langu moja tu. Mtoto wa Budi kwenye michezo yake anapenda sana penalti. Katika michezo 19 ana penalti 17. Sasa mimi nataka nije nimuulize. Sana anapenda sana penalti? Nitaka nije nimuulize. Hizo penalti unazopenda, hizi penalti kwa Kiingereza zinaitwaje? Sasa hilo swali uniuliza wewe hilo kwamba unaniuliza kwamba Maisa tarehe nyingine ama kwanza mezani. Mimi swali langu jibu moja. Kwa nini kwenda kutafuta leo? Sheria ipo wazi. Tunaonaga kwenye timu ambazo kama natokolea mfano kama nani wale timu ya nani ile ya Mkoani Mara. Ilishindwa kuingia uwanjani kwa muda ikala lungu, ikafungiwa, ikashushwa daraja. Sasa ile Toto la Budi kwa nini kila siku analibeba? Na lenyewe liende likagombea ligi ya kama akina Mbeya City kule wanachua washuke. Wale lungu washuke kwa kama kule. Anaenda kutana kwa mkono ile kaka. Kaka, hii imeenda kaka. Wakitaja tarehe nyingine si hatuji. Na mbona hatuji? Moja nawauliza. Jamani, moja ya ligi kitaja tarehe nyingine tunakuja. Hatuji. Jamani, ukitaja tarehe nyingine moja ya ligi tunakuja. Hatuji. Nasikia mashabiki Yanga ambacho wameamua hapa. Mmoja alisema ameifuta rasmi dabi ya Kariakoo, hakuna dabi ya Kariakoo tena. Na mwingine hapa anasema kwamba hata kama itatoa tarehe nyingine ya dabi hawapo tayari kuleta timu. Kumaanisha kwamba wao wanaamini kwamba leo ndio siku ya dabi, kama ambavyo tangazo ama taarifa ya Yanga inaeleza kwamba wanaitambua siku ya leo kama ndio siku pekee ya dabi ya Kariakoo. Hawatashiriki siku nyingine. Mashabiki nao wameishi huko huko, ndio tukasema hivyo. Hao wanasema hivyo. Tunaizuri basi na Yanga hapa, tunaambiwa muda mchache ujao linafika hapa ili tukuoneshe wakina nani wamekuja. Ya kikosi kamili kimekuja ama wametuchaletania. Kule tunafahamu hapa. Mimi kwa nauliza. Hivyo kwa mfano Simba leo angekuwa acheza Kamongo, angelisha timu. Au angekuwa acheza Mashujaa angelisha timu. Kwa nini achague timu za kucheza nazo? Kwamba Simba amechagua timu. Kama leo nani alikuwa acheza na Mongo au timu yote angelisha mechi. Wewe ni woga. Woga. Utakujiamini. Ogopa. Kwa mechi kwa sababu mechi ya kuamua ubingwa kwa sababu ya haya ambayo yametokea. Sababu anajua yeye. Wanajua sababu anajua kwamba uwezo na nani uwezo walikuwa nao na Yanga tofauti. Hata matokeo hatapata. Wewe anazunguka lakini mwisho wa siku yani hana njia ya kutokea. Unakaa una uzuri sana. Unakuuliza sana. Uzuri ipo. Sababu watu basi yani wametoka mbali. Watu wametoka Mwanza hapo. Wengine wametoka nani? Yani hii hasara ni kubwa. Pole sana. Haina shida. Pole sana. Pengine wewe uko tayari kwa tarehe nyingine. Mimi mwini za mezani. ngoja achukue. Achukue sio wewe. Ngoja achukue Simba. Sababu yeye anajua kwamba kufunga Yanga apata point jana kwa sisi tutampa kule tayari tutakuja. Yeye uweze kufunga Yanga ndio pesa yeye hana. Kwa hiyo sasa sisi uongozi mpaka tarehe nyingine sisi hatuji. Ngoja hapa Simba kwa nani? Yeye apate za point tatu. Ile tu hatuji tena. Shabiki Yanga wanasema hivyo kwamba hawaji tena kwenye mchezo ambao utakwenda hapa. Kwa sababu unajua kabisa mwanzo mwisho. Habari. Kutoka habari. Ukatani imekuwa mara. Umepata dabi. Lakini sio bahati kwamba dabi hakuna. Imetambaa wanasema hivi wamefeli sana. Nikasema wao jana kufanya mazoezi. Kwa sababu ya dabi kuendeshwa. Tunasema kwamba siku moja kabla ya mchezo timu ipate nafasi ya kuona uwanja ambao wanachezea, hata kushangaza kwa kupata nafasi hiyo. Historia na hadithi kama Simba mama amefika kwa kufanya mazoezi, naona hali hamna shida yoyote kwa kuanza mechi. Amefanya tu watu wametoka mbali ni hasara kwa taifa. Pole sana kwa kutokea. Na wewe pia unatokea mara bila shaka. Nimetokea. Nimekuja kushuhudia dabi ya Kariakoo ambayo haipo dabi kwa siku ya leo kwa mujibu wa bodi ya ligi. Kwa ujumla kwangu
nimeumia sana kwa sababu nimetoka Bunda kwa Mara mpaka hapa. Nimetumia gharama kubwa sana. Unaona? Tumetumia gharama kubwa na tunatumia muda kwa ajili ya kuja kuangalia dabi timu zetu za Tanzania. Lakini ukiangalia sababu ya kuahirisha ni kama haieleweki. Naweza nikasema kwamba nirushe lawama zangu kwa viongozi. Unaona? Sababu kama ni swala linalohitajika mazungumzo, dabi ingeisha wakafungua wanayefungua kesi. Unaona? Lakini sisi wametuumiza. Tumetoka mbali, tumeshalipa tiketi, tumelipa yani kwenye gari kila kitu hapa. Yani kadi, tumeshalipia kila kitu. Unaona? Bora injishinge 10,000. Bado gharama kutoka Bunda mpaka hapa 80,000, 90,000 hiyo bado nalala guest 10,000. Unaona? Bado sijara. Ni gharama kubwa sana. Alafu unafika unaambiwa kwamba wameahirisha. Sababu za kuahirisha kisa hivi ulishaona wapi? Hata tunacheza klabu bingwa, tunacheza shirikisho. Timu inaenda kupiga mazoezi na inaenda basi mbili. Sijawahi kutokea. Unaona? Unaenda na basi mbili kupiga mazoezi. Sisi nadhani kuna fulani tuliwahi kuzuiliwa, tulipiga mazoezi huo uwanja. Uwanja huu. Tulipiga mazoezi tukamaliza tukaingia uwanjani. Unaona? Simba kama ilizuiliwa hapa ingepiga mazoezi hapa basi. Baada ya hilo, baada ya kumaliza mechi ya leo ingefungua kesi kwamba tulifika pale tukazuiliwa. Unaona? Lakini tumiza sisi mashabiki tunatoka mikoani. Hata wa hapa mtu amekata tiketi na ameharibu muda wake kuja hapa. Kuna mama ntilie watu wameshapika futari zao hapo kwa ajili ya watu. Unaona? Kwa ajili ya biashara ndogo ndogo. Sasa wanatumiza sisi. Mimi nafikiria kwamba basi serikali iangalie. Hata hao viongozi walioko juu hapa waenguliwe tu, watiaguliwe watu wengine waweze kuongozea. Unaona? Kwa hiyo wanatumiza sana. Kipindi kile na penyewe fikizwa sababu ambazo hazieleweki. Mara saa 11, mara saa ngapi, mara mechi kaahirishwa. Watu kaharibu gharama hii, mara ya pili mimi nakuja tu ahirishwe hivi hivyo. Unaona? Kwa hiyo tunaumia sana kumaanisha. Wakati unafikiria kuhusu kutazama mchezo kwenye TV, fikiria shabiki ambaye amevuka mikoa zaidi ya 6 ama 7 kuja Dar es Salaam kuja kuishuhudia dabi ya Kariakoo. Hicho ambacho kinakukuta ndugu yetu hapa kwamba ametoka Mara, ametumia gharama kubwa kuja kushuhudia mchezo huo ambao haupo Motambawa na haifahamiki utachezwa lini. Anasema ingekuwa ni kesho basi angesubiri, lakini tarehe yenyewe bado haijafahamika. Nini ambacho kinafuata sasa? Ishakuwa hivyo, unafanya tena nini ambacho kinafuata? Kinachofuata ni kupanga ratiba ya kurudi majumbani kwetu. Hakuna namna, sababu tutakaa na hatujulikani kwamba tutacheza lini, na hata kama wakipanga sijui leo tarehe 8 wakapanga tarehe 10, 11, sisi nguvu zimetuishia, kwa sababu unapotoka kule unakuja na bajeti yako kwamba tutafika tarehe 7 tutalala, tarehe 8 mechi tunalala, tarehe 9 tunaondoka. Kwa hiyo bajeti yetu ni kama imeisha, tutarudi. Pole sana mashabiki wote wa soka, lakini pia pole kwako kwa safari, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Pole sana. Nashukuru sana, ila nimeumia sana. Pole sana. Ni shabiki huyo akieleza usikitiko wake na kile ambacho kimetokea. Tunaendelea kuzungumza na mashabiki hapa, lakini kwa sasa hebu kwanza tusubiri Young Africans wafike hapa. Tumeambiwa muda mchache ujao wanaingia katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Sitakwambia wamekuja kweli ama vipi? Subiri hapa.